Praise the name of the living God. Kwa sababu umeshindwa kupigana vita. Matthew chapter 17 verse 21. Let's read in New King James Version. Matthew 17 verse 21. Biblia inasema hivi. Inasema, however, this kind does not go out except by prayer and fasting. However, this kind does not go out. Hii ni Yesu anasema, because wanafunzi wa Yesu waliletewa mtoto wako na pepo. Wakajaribu kuitoa. Wote wanajaribu kusema in the name of Jesus. Pepo inawatemea mate. Haisikii kitu. Praise the name of the living God. Wakawa embarrassed. Jina la Bwana lipewe sifa. Wakiwa faragani, wakauliza Yesu, hata vile umekuwa ukituambia ati we will become great, we will have dominion, unaona vile tumekuwa embarrassed mbele ya watu. Because ule baba wakati aliona Yesu anakuja alikimbia. Akamwambia, huyo mwana wako ule athioletwo ngingo, huyu mtoto wangu vile amezungushwa shingo akijaribu kutolewa hii pepo. Yesu, na kuomba nihurumie. Praise the name of the living God. Yesu akasema mlete. Mara moja akafukuza ile pepo. Wanafunzi wakiwa faragani wakamuuliza, mwalimu, kuna kitu haujatuambia? Hii maibu dogo dogo katika huduma hatutaki. Yesu akawaambia, this kingdom of the devil is hierarchical, has a hierarchy. Na katika hii hierarchy kuna pepo zingine ukisema hallelujah inastuka inaenda. Lakini kuna pepo ingine ambayo ikiona ugali kwa tumbo haiendi. Haiendi. Nasema dona ngima. Na as long as nimeona ugali siye. This kind. However, this kind does not go out except by prayer and fasting. That is why when Daniel was fasting, the Bible says when Gabriel was sent, the prince of Persia, that is not the physical prince. It was the spiritual principality that was controlling that territory of Persia. Bwana asifiwe sana. And the prince held angel Gabriel. Wewe unafikiria hiyo ni demon ya aina gani? Inashika mpaka malaika. Lakini kwa sababu Danieli anafunga na anaendelea kuomba, malaika Gabriel akatumwa. Praise the name of the living God. Hallelujah. Wapendwa, lazima ujue unapigana na nini katika maisha yako. And that is why in this life, wacha kujifananisha na watu. Nikwambia kuna mhubiri alienda kuhubiri ng'ambo, alikuwa amefunga kama siku 7, then wakati alienda kwa conference alikuwa na fast na anahubiri. Kukaa kwa conference kuna pastor mwingine walikuwa naye kwa hoteli moja mzungu, alikuwa anakula mara 4 kwa siku. Yule mzungu akisimama mambo inafanyika. Yeye akisimama anasikia uwepo wa Mungu ni kama kagunyerere, yani kako tu lakini kwa bali. Akaenda akauliza Mungu, Mungu hata wewe hauko fair. Huyu jamaa vile anakula. Najua niliona kalenda amekuja hapa crusade. Akitaka kuombea wagonjwa kwanza naitisha kahawa kwa madhabahu. Wewe jaribu. Praise the name of the living God. Hallelujah. Akamwambia Mungu wewe hauko fair. Mungu akamwambia, I am fair. I am a God of justice. Huyu mtumishi wa Mungu, yeye ni kizazi cha 4 cha wahubiri. Ile maombi imeombwa kwa jamii yake, hata asipoomba bado nitafanya. Wewe hata saa hizi baba yako ameweka vinyago. Praise the name of the living God. Yani kumaanisha akaunti yenu haina kitu. So ni wewe itu maombi unaomba, ni wewe unajaribu kuweka kitu kwa account.
but unaweka ukitoa. Meshaikuwa na ile kitabu ya savings ya Posta. Ulikuwa unaweka pesa, mwisho wa mwezi ikifika tarehe 12 ndio wewe uko na kitabu hapo, because ile pesa unajaribu kusave haiwezi kukufikisha mwisho wa mwezi, katikati unaenda kutoa. Na kuna wengine bank account zao wako na pesa za baba, wako na pesa za babu zao wenyewe, hawajaanza kukula, na hata wasipofanya kazi watakula ya baba, watakula ya babu. Wewe kataa kufanya kazi hapa tuone vile utaparara. Si hata saa hizi unaona vile unaangalia mwisho wa mwezi boss ameweka kitu. Kuna watu waangalia mwisho wa mwezi pesa ile wako naye ni ya generation. Praise the name of the living God. And that is why the Bible says in Hebrews chapter 7 and verse 9, the Bible says one might even say that Levi, who collects the 10th, paid the 10th through Abraham. When was that? Because when Melchizedek met Abraham, Levi was still in the body of his ancestor. Angalia watu kuzaliwa vizuri. Yeah. Because Lawi alizaliwa na Jacob. Jacob alizaliwa na Isaac. Isaac alizaliwa na Abraham. Abraham akitoa fungu la 10, Lawi ako kwa mifupa anahesabiwa fungu la 10. Sasa wewe baba ya babu yako walikuwa wanatoa fungu la 10, si ndio hao wanaturudishia hii mambo ya buzi? Praise the name of the living God, ambao tunajaribu kudiru naye inarudi. Thank God if you are not a first generational believer. Jina la Bwana lipewe sifa. Kama baba ya babu na huko walianza kuhubiri injili na kufunga na kuomba, msingi uliwekewa. Jina la Bwana lipewe sifa. That is why you must know what you are dealing with. Praise the name of the living God. That is why the Bible says in Isaiah chapter 51 from verse 1 that when you are seeking God and pursuing righteousness, listen to me, you who pursue righteousness and who seek the Lord, look to the rock from which you are cut and to the quarry from which you are hewn. Look to Abraham, your father, and to Sarah, who gave you birth. When I called him, he was but one, and I blessed him and made him many. Huyu ni Mungu anasema, nyinyi mnaye nitafuta na mnitafuta haki, angalieni ule mwamba mmetoka. Paul mwenyewe was mentoring Timothy. Anamwambia Timotheo, nimechunguza na nimeona imani yako ambayo haina unafiki ilikuwa ndani ya nyanya yako, ilikuwa ndani ya mama yako, na hiyo imani iko ndani yako. Na anamwambia, for this reason fan your gift into flame. For which reason? Because there is a good foundation. Watu wengine unajaribu kufani your gift into flame. Unaona mtu kama Jacob amedanganya ndugu yake Esau, lakini hata wakati anatoroka akilala kwa njia ni malaika anamtembelea, anaona ngazi, malaika ndio hao wanapanda wanashuka. Kwa sababu gani? Baba yake Ibrahimu aliinua madhabahu ya Mungu katika nchi ile. Wewe unafunga siku 40 bado pepo ndio inatokea, kwa sababu inakuuliza unataka kuwa kama nani? Unataka kuwa kama nani? Unatuacha uende wapi? Praise the name of the living God. Kwa sababu hata madhabahu yaliyoinuliwa yalikupatiana, hata jina umeitwa lilikuwa dedicated kwa miungu. Praise the name of the living God. Hallelujah. You must understand the cost
of your dominion. Don't be naive in this kingdom. In the mighty name of Jesus, may you become like Moses. The Bible says that the children of Israel, they knew the deeds, but Moses understood the ways. Praise the name of the living God. Kuna watu wanajua Mungu anafanya mambo makubwa, lakini hawana formula. Hawajui Mungu anafanya haya mambo makubwa anatumia njia gani. Ndiposa wana wa Israeli wakiwa na shida wanalia, wanasema tutarudi Misri. Lakini Musa alikuwa anajua njia za Mungu na angeweza kufanya miujiza. Wana wa Israeli wanaona makuu ya Mungu. Jina la Bwana lipewe sifa. Wapendwa, Mungu amekusudia kufanya mambo makubwa kupitia maisha yetu, lakini lazima tuelewe gharama ya kumiliki kwetu. Hii mifano mitatu ambayo nimesoma, Yesu aliifuatanisha, aliona watu wengi wanamfuata. Bwana asifiwe sana. Unajua, afadhali kanisa ambalo unaambiwa ukweli kuliko kanisa ambalo unaambiwa Mungu atakubariki, Mungu atakuinua, ngojea gari, ngojea manyumba. Utakaa pale utavunjika moyo. Afadhali ukaange mahali kama hapa, unajua niko na formula lakini ni githeri imenishinda. Because wengine si ati kuna kitu ya maana inazuilia mfunge. Bwana asifiwe sana. And I can tell you, the cost of failure to me is higher than the cost of success. I better pay the cost of success, because you can fail for a lifetime. You can fail for 70 years. You can fail for 90 years. But you can pay the cost of success, the cost of dedication and commitment and seeking the face of God and aligning your life to the will of God for a short time, even if it takes you 10 years. Praise the name of the living God. Even if it takes you 20, it is better you pay that cost and then you live 30, 50, 70 years successful without struggling. Praise the name of the living God. May you receive that grace, the grace to pay the cost of your dominion in the mighty name of Jesus. For the grace of God upon Paul was not without effect. The effect of the grace of God, it helped him to work hard. When the grace of God is upon you, it helps you to study the word. Praise the name of the living God. Not to put the Bible as a pillow. Ati neno linaingia through osmosis. Jina Bwana ipewe sifa. Kwani wale nyinyi mko madaktari, wakati ulikuwa shule, hiyo biology ulisoma iliingia through osmosis? Ha? Ulisoma na bidii ndio uwe daktari, ndio uwe engineer, lakini ikifika kwa ufalme hatutaki. Praise the name of the living God. Hatutaki kuweka bidii. Niliongea na mwanariadha mmoja, akaniambia, Apostle, I have a coach, na mazoezi mengine huwa ananifanyisha mazoezi ninalia machozi, kwa sababu ni mazoezi magumu. Lakini huwa ananiambia, usipofanya hivi hautafaulu. If you don't do this kind of exercise, wachana na hiyo michezo. And the Bible says, whoever goes into the games, they go into strict training. So we must also train ourselves to be godly. For you to be godly, it does not just happen. You train yourself. You labor in the word. You meditate. You stay in the presence of God. You have to labor. You have to exercise for your spiritual life, for you to become a godly person. Wacha kusema ninashangaa, hii matamaa ya mwili hainiwachi, hii dhambi hainiwachi. Nataka nikwambie, ingia kwa mazoezi ya kiroho magumu.
I told you wakati mimi nilikuwa nafundishwa kuomba na Roho Mtakatifu, ningeingia in my prayer closet, ananiuliza uko hapa masaa mangapi? Sio uingie dakika 15 halafu utoke. And I trained myself ya kwamba I would spend the whole day kuanzia saa 2 mpaka saa 11 kama kazi. Nakaa hapo nasoma neno. Leo naona kanisa hapa inakaa empty. Na kuna watu wanasema mnataka kutumikia Mungu ati na ishara na miujiza muende mataifa. Dako gaithia. Ambia jirani amesalimiwa na apostle. Praise the name of the living God. Things don't just happen. Someone must make them to happen. Praise the name of the living God. Hey, may God have mercy upon me. I refuse to be a failure because the cost of failure is too high for me. I cannot afford to fail for a lifetime. I better do whatever it's possible. And I know it's not by might, nor by power. Whatever God requires of me, He will give me the sufficiency of His grace. And His grace will help me to work hard. Colossians 1:29, Paul is saying, to this end, I labor, struggling with all His energy, which so powerfully works in me. He is saying, I am rebelling. I am also struggling. But I am not alone. I am struggling with all His energy, which so powerfully works